ni sabato ya maombi. Na zaidi ya yote hata sio kuomba tu, lakini ni sabato ya kufunga. Kwa hivyo hii ni ile sabato ambayo sina haraka, tunaweza piga mahubiri mpaka saa 8 tukianza kipindi ya mchana. Haleluya. Na wangapi wamekubaliana na hiyo maneno? Kwanza pokea salamu kutoka kwa kiongozi wetu wa maombi, Mary, ambaye yuko pamoja nasi. Aliweza kusafiri na akasikika mahali so angeweza kufika. Na wakati huu kwa sababu ya masaa, naomba tu nilete tangazo moja kuwa kwa sababu ni sabato ya kufunga na kuomba, immediately after divine service tutaweza kuwa na kipindi ya maombi during lunch break. So naamini kuwa jinsi ambao tuko hivi tutaweza kushiriki katika kipindi kile na Mungu aweze kuinuliwa. Tuombe. Asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu ya mahali hapa ambao umetufikisha. Na zaidi ya yote asante kwa sababu ya kutukutanisha katika nyumba yako. Kristo Yesu, shuka nena na wana wako, ni katika jina Yesu tumeomba na hata kuamini. Wapendwa, ikiwa ndio sabato ya kwanza kwa kila kota kulingana na mpangilio wa kanisa la Kiadventista, wakaweza kuona ni vyema tunaanza kota na maombi. Na sio maombi tu, ila ni maombi ya kuomba na kufunga. Kwa hakika unapojiangalia na unapotafakari katika maisha yako, kuna uwezekano mwingi kuwa ni kitambo tangu ulipofunga voluntarily. Ulikubali tu ukajipangia wewe mwenyewe, ukasema leo kwa sababu ya shida fulani, kwa sababu ya changamoto fulani, nataka niweze kutafuta uso wa Mungu kupitia kwa maombi na kufunga. Ibatao ningefanya survey, I'm really sure hawatapita watu 5-10 kwa kanisa hili ambao wanafanya vile. Na kama watapita basi kumaanisha tutakuwa tuko serious. Lakini ukweli ni kuwa mara mingi unapata kuwa hatutengi muda wa kufunga kwa sababu ya kutafuta uso wa Bwana. Kapenda jinsi ambayo Lapora aliweza kutuambia kuwa kufunga sawa, uende ikawa sio kwa sababu ya chakula peke yake, uende ukafunga hata kwa kupunguza your social media interaction. Uende ukafunga hata kwa mambo mengi. Lengo tu ni lile kuwa tunapofunga, tunataka tufunge ili tupate extra time ya kuspend with our Lord. Ndio maana hata umesikia leo tukisema kuwa kwa sababu ni sabato ya kufunga, basi tunataka tupate that extra time tuweze kushiriki pamoja na Mungu wetu during lunch hour. Ni ombi gani lile ambao uko nalo, ambalo umesumbuka ukitafuta uso wa Bwana for the longest? Ni jambo gani lile ambalo limekusumbua, ambao shetani amelifunga? Maybe in the afternoon tutaenda kuona lile ambao Biblia inasema kuhusu kufunga na kuomba, ama uhusiano uliopo kati ya kufunga na kuomba, na especially hata tutaweza kuangalia roho ya unabii inatuambia nini. Kwa sababu at the end of the day as Adventists we don't just fast like others do. Tuko na mwongozo. Lakini wapendwa, labda nianze kwa kuambia kuwa nikawa nikisoma mahali mwandishi mmoja akaandika kuhusu mkutano ambao shetani alifanya. Alipofanya mkutano huu akaweza kuita malaika wake wote kwa mkutano mkubwa. Katika ile mkutano swali ambao walikuwa wanashughulikia ni moja tu, agenda ilikuwa moja. Ni kwa namna gani ile ambao tutaweza safia the relationship between heaven and the Adventist. Ni kwa namna gani ile ambao anaweza haribu uhusiano uliopo kati ya Mwadventista na Mungu wake. Shetani akiwa ndio chairman wa mkutano ule akaweza kupokea maoni kutoka kwa malaika wake. Wengi wakaleta some good and brilliant ideas. Lakini kila idea ilipokuwa inakuja, walipokuwa wanaitafakari na kuiangalia, wakapata kuwa haitaweza kutoa Mwadventista kutoka ama kuharibu uhusiano uliopo kati ya Mwadventista na Muumba wake.
That's why the devil, or rather Satan himself, refused and rejected many of those proposals ambazo ziliweza kukuja. Basi he posed. And when he posed, kila malaika ambaye alikuwa kwa ile mkutano mwenye alikuwa na agenda alikuwa amesema, sasa wakashangaa, wakasema tufanye nini? Kwa sababu wengine wakasema tuwafanye wasiende kanisa, wengine wakakuja na maoni waje tuwafanye hata wasishike hiyo sabato, wasiichunge vizuri, lakini hizo zote shetani akazikataa.